Kwa mimi hapa Mwanza nasema kwamba best content creator kanda ya Ziwa hapa. Kwa sasa hivi kijana pia kutambua kwenye nafasi gani ya kukuza uchumi. Licha ya kufanya content, mimi pia ni mfanya biashara. Yes, nanunua magari na kuuza gari used. Lakini pia ninaagiza magari. Yes, tunaagiza magari kutoka nje. Kwa mfano kama kuna mteja anahitaji kuagiza gari au lile gari lako bwana Chris unahitaji kufanya exchange, yes, modify fulani. Yes, modification kwamba bana anatoka Crown old model naenda Crown new model. Na nipigie simu pale tunakuja tunafanya exchange. Hata kama unahitaji kuagiza kutoka Japani, German, Singapore, Dubai. Yes, sasa hiyo ndo kazi ambayo niko professional. Uliingiaje kwenye hiyo biashara ya uuzaji wa magari lakini pia na kazi ambayo unaifanya kwa sasa? Kipindi naingia kwenye swala zima la uuzaji wa magari. Safari yangu ya kwanza kuuza magari. Bana nakumbuka kuna mshikaji mmoja nilikuwa na kaoshi. Yes, nilikuwa na kaoshi ya kuosha magari. Ya kwako mwenyewe? Yes, ya kwangu mwenyewe. Kwenye kaoshi hiyo akaja mshikaji mmoja hivi alikuwa anakuja kila siku mara kwa mara anaosha gari yake pale. Yes, ule mshikaji akaniambia deal nataka niuze gari yangu hii. Hiyo gari yani sitaje jina. Aliponiambia anauza hiyo gari nikamwambia hiyo picha linaanza mimi nafanya biashara ya kaoshi. Kaoshi gari unaoshia 5,000 ndio hela ambazo unaingiza. Mteja mzuri atakupa 7,000 mpaka 10,000. Sasa huyu anauza gari ya milioni 15. Mimi mteja namtoa wapi? Wakati wewe afadhali ningekuwa nafanya biashara labda hata ya milioni, unaona angalau. Kweli. Sasa alivyoniambia vile mimi nikasema mimi ngoja nimtumie mtu ambaye anauzaga gari. Nikaiweka ile gari vizuri nikapiga picha. Nilikuwa na smartphone kangu kakueleka kana picha za angalau. Enzi hizo nikapiga picha. Nipiga picha nikaposti kwenye group moja hivi. Alafu nikamtumia jamaa mmoja alikuwa na deal na magari. Nilipomtumia akaniambia hii jamaa anataka shilingi ngapi? Nikamwambia amesema anataka milioni 15. Okay, basi sawa, hebu ngoja tuitafutie mteja. Na mimi nilikuwa na magrupu kwenye simu yangu, magrupu ya watu binafsi. Nikawa nimeposti ile gari kwenye hayo magrupu. Kwenye kuposti hiyo gari akatokea mshikaji mmoja kwenye yale magrupu. Akanicheki, "Dila ni aje shwali? Nimeona kuna gari umeposti kwenye grupu. Hiyo gari inauzwa milioni 15. Ni kweli?" Nikamwambia akasema basi sawa. Huyo jamaa milioni 13 wachukui. Nikamwambia hamna, nataka milioni 15. Akasema akifika milioni 13 niambie. Nikamwambia yule mshikaji, nikarudi nikamwambia tajiri, amepatikana mteja wa milioni 13. Akasema deal ni hapana. Angalau ingekuwa milioni 14. Yes, sasa na mimi nilivorudi kule kwa jamaa nikamwambia mwenye gari amekataa bana, nataka tu milioni 15. Alivyosema vile akasema basi sawa, haina shida. Hem, gari iko wapi nije nikague? Bahati nzuri yule jamaa alikuwa ananiamini, alikuwa analeta gari. Kwa nikampigia simu nikamwambia mteja anataka akague gari. Akanikabidhi ile gari. Hiyo biashara ilifanyikia kona ya Bwiru pale. Kumbe hapa Mwanza. Nikachukua hiyo gari nikapeleka pale kona ya Bwiru, mteja akaiona, akaipenda, akakubali kulipia milioni 15. Alipokubali kulipia milioni 15, alafu mwenye gari alikuwa ameshasema yeye anaweza akachukua milioni 14. Nikachukua milioni, nikapewa milioni 15 pap. Kwanza akauliza weka kwenye akaunti gani? Nikamwambia weka kwenye akaunti yangu. Kwa akaweka kwenye akaunti yangu. Alafu na mimi nikaomba akaunti ya tajiri. Kwa nikaenda benki nikafanya transfer. Milioni 14 ikaenda kwa tajiri gari. Alafu nikabaki na milioni 1. Sasa pale ndo mindset ikaja kwamba na maana ukifanya biashara ya hela nyingi unaweza pia ukaa na hela nyingi. Kwa dakika chache nimeingiza milioni 1. Lakini ukipiga mahesabu yako kwenye kaosh unaingiza 5,000 tu, lakini kwa dakika chache milioni 1. Yes, umeingiza milioni 1. Kwa mindset inageuka kuanzia hapo sasa. Yes, kwa sasa nikageuka dalali.